Tarehe 15 Oktoba 2025 ilikuwa asubuhi tulivu huko Kerala, India. Hadi habari zilipoibuka, Raila Amolo Odinga, kiongozi wa upinzani wa Kenya na waziri mkuu wa zamani, ameaga dunia kwa mshtuko wa moyo wakati wa matembezi ya asubuhi. Alikuwa na umri wa miaka 80. Tangazo hilo lilileta tetemeko katika nyanja ya kisiasa ya Kenya na kusababisha wimbi la huzuni na kutafakari katika bara zima. Kifo cha Odinga sio tu kifo cha kiongozi wa kitaifa. Ni mwisho wa enzi ya kisiasa inayohusishwa na harakati za upinzani, mageuzi na nia ya kutaka kuwa rais, lakini ndoto ambayo ilimponyoka kila mara licha ya yeye kuwania kiti hicho mara 5. Katika maisha yake yote, Raila Odinga alianzisha ushirikiano wa kimkakati na marais wanne wa Kenya: Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta na William Ruto. Kila mkataba ulitokana na hitaji la kisiasa na kila moja iliacha alama ya kudumu katika utawala wa Kenya. Baada ya kumaliza watatu katika uchaguzi wa urais wa 1997, Raila alishangaza taifa kwa kuingia mkataba wa maelewano na Rais Daniel Arap Moi, mtu ambaye hapo awali alikuwa amemzuilia kwa takriban miaka 9 kufuatia jaribio la mapinduzi ya 1982. Raila alikivunja chama chake cha National Development Party (NDP) na kukiunganisha na chama tawala cha KANU. Kwa upande wake, aliteuliwa kuwa waziri wa nishati mwaka wa 2001 na baadaye akawa katibu mkuu wa KANU. Muungano huo ulikuwa wa muda mfupi. Mnamo 2002, Moi alimuacha Raila na kumuidhinisha Uhuru Kenyatta kama mrithi wake. Akihisi kusalitiwa, Raila aliongoza viongozi wengine kuondoka KANU, akaungana na Mwai Kibaki wa chama cha Democratic Party na kusaidia kuunda muungano wa National Rainbow Coalition (NARC), muungano uliomaliza utawala wa miaka 40 wa KANU kwa kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2002.